anapokuita kwenye wito wowote, hata kuita kwenye wito unaulingana na uwezo wako. Rafiki yangu mmoja mchungaji alianza kanisa, kapiga pale kama mimi ubili na nini watu wakaja afu wakapotea. Walivyopotea na yeye akasema na mimi naenda likizo kwanza. Nikafanyaje? Kona yeye akaenda likizo, akapumzika kama mwezi, afu akarudi tena kanisani. Haleluya! Hii kazi sio rahisi wapendwa. Ndio maana makanisa yanaanzishwa mengi ila yanayoendelea machache. Kwa lazima Mungu akutengeneze uwe imara. Na inawezekana wewe sio mchungaji kama mimi, lakini hapo tu ulipo hapo, kuna mtu unakuwa kwenye mazingira magumu, hali ngumu, lakini Mungu anakupa neema ya kupita pale. Unakuwa mtoaji, unamtolea Bwana, anakuvusha pale. Huku mbele kuna mtu atakwambia kwamba mnapeleka sadaka kanisani, mnafaidisha wachungaji, atakuelewa. Kwa sababu kuna mahali Mungu alikufanyaje? Haleluya. Haleluya. Mwisho kabisa kwa leo, ni kutuandaa kwa huduma, japo kwa namna fulani kama nimeizungumza. Kutuandaa kwa huduma. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 4 anasema, anayetufariji katika dhiki yetu yote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki mbalimbali. Kwa faraja hiyo tunayofarijiwa na Mungu. Anayetufariji katika dhiki yetu yote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki mbalimbali. Kwa faraja hiyo tunayofarijiwa na Mungu. Musa amepitia jangwani miaka 40. Huyu mtu ujue alikuwa imara. Katoka kwenye palace, kwenye ikulu, kwenye vyakula vizuri, hali nzuri. Hivi unafikiri Musa angetoka tu pale kwenye hali nzuri alafu akaenda anawachunga wana Israeli waende wapi? Waende Kanaani. Unafikiri angefanikiwa? Singeweza. Anayo elimu ya kule ushuani. Kwa hiyo ilibidi aletwe na huku Uswahilini ili aweze kuwapeleka hao watu Uswahilini mpaka wafike nchi ya Kanaani. Sasa ngoja nikupe kitu kimoja. Hivi unajua Mungu hata kuruhusu wapeleke watu mahali ambapo wewe hujawahi kufika? Nikupe mfano. Yesu alitoka wapi? Mbinguni, si ndivyo? Akaja duniani. Lengo lake ni kuwapeleka watu wapi? Kwa sababu alishafika wapi? Kuna watu mmenielewa vizuri Ngoja tuendelee. Musa, Mungu alimtoa pale Misri akampeleka wapi? Jangwani. Na yeye akawatoa wana Israeli Misri akawapeleka wapi? Kanaani. Hakufika. Yoshua alienda kupeleleza nchi ya nini? Akawatoa watu jangwani akawapeleka wapi? Sio kuna watu mmenielewa? Kuna mtu hata ukinifariji na kuwa sikuelewi kwa sababu wewe hata unielewi kwanza. Unajitahidi tu lakini yani upati ile sense kwa sababu hujawahi kuumia. Haleluya. Mnanielewa vizuri? Kwa wakati mwingine Mungu anakupitisha, mtu akiongea neno moja ushaelewa mpaka you feel it. Unaisikia mpaka ndani kwa sababu uliwahi kupita hapo. Kwa Mungu anakupeleka jangwani ili uweze kuwapeleka na wewe watu pale. Mungu atakupeleka Kanaani ili na wewe uweze kuwafikisha watu wapi? Kanaani. Hutaweza kuwapeleka watu mahali ambapo wewe hujawahi kufika. Hutaweza kumvusha mtu mahali. Ndio maana wakati fulani kuto kutengenezwa na Mungu ni kuto kukubali kutumiwa na Mungu katika viwango fulani. Kwa lazima ukubali. Kuna kipindi ambacho watu hata uliowategemea hawakuelewi. Hata ukiongea point wanakuona pumba. Hata ukizungumza vipi, mimi ndio kaka yenu, mimi hawakuelewi. Mimi ndio dada yenu kabisa, hawakuelewi.
hali ngumu, yani ukigusa huku ndo kumekatika, huku yani kugumu yani. Lakini Mungu anaruhusu hayo ili wewe uweze kumsaidia mtu fulani. Biblia inasema alitufariji ili na sisi tuweze kuwafariji wengine. Anatutunza ili na sisi tuweze kuwatunza wengine. Kuna mtu ana roho ngumu, hawezi kusaidia mtu mwingine. Hata akiona yuko kwenye hali ngumu, hawezi afiri kwa sababu hajawahi kupita kwenye hiyo hali. Hawezi kukupa chakula kwa sababu hajawahi kulala na njaa. Hawezi kukupa mavazi kwa sababu hajawahi kukosa mavazi. Lazima Mungu akupitishe kote huko. Wako watu ambao Bwana wamewaweka mbele yako. Wako watu ambao usipopita huko hatima yao haitafanikiwa. Inategemea wewe kupita huko. Lazima upite jangwani ili watoe walio katika jangwa. Nataka nikwambie, ambaye shetani anakuhubiria ya kwamba Mungu hakupendi na kutangazia unapendwa sana na Mungu, ameweka hazina kubwa, lazima akupitishe huko. Watu wanaweza wakakukataa, wasikuelewe, lakini Mungu anajua ni nini anachokifanya na wewe. Mungu anajua ni wapi aliko kupeleka. Hatua zetu hazitalingana, na ndio maana uhitaji kujilinganisha na watu. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu anaijua hatima yako. Lazima upite hapo ili uweze kufika pale. Kukataa kupita hapo ni kuto kufika pale. Mtumishi mmoja, watu wakaenda kwake kuomba, naomba kisima cha kubatizia, tunaomba tubatizie hapo. Akakubali tu vizuri. Alivyokubali tu vizuri, yani kanisani kwake katengeneza kisima. Kwa akakubali tu vizuri. Wale watu wakaenda na mchungaji wao, wakaenda pale, walivyoenda wakabatiza, wakaongea na wale watu vizuri, tumepata taarifa zenu na nini vizuri kabisa, wamefuata taratibu. Sasa walivyomaliza kubatiza wakaanza kuondoka. Walipoondoka, yule mchungaji sasa akawa anakuja na ile gari yake. Wale watu waliobatizwa pale hawajui kama huyu ndo nani, ndio mchungaji. Walipompita akaenda zake, akakutana na ambao walikuwa bado wako kule pamoja na mchungaji, si mzee wa kanisa na mtu fulani hivi. Walipokutana nao akamwambia, nyie washirika wenu hawajanisalimia. Kwa kuwa hawajanisalimia, kuanzia leo msije kubatiza hapa. Imeisha hiyo. Usimlaumu. Inawezekana hajawahi kupita kwenye huo ugumu. Ndio maana anaamua kirahisi. Ndio maana maamuzi yake marahisi, anatoa maamuzi marahisi. Yani haelewi. Kumbe hao watu wanasema Mungu ametutokea. Kubali kupitishwa na Mungu. Sijui unapitia kwenye hali gani, lakini usione kana kwamba Mungu hakutaki. Sijui unapitia kwenye mazingira gani, lakini nataka nikwambia kwamba Mungu bado anakupenda. Liko tumaini. Hata ambao wamekataliwa, Mungu bado anawapenda. Inawezekana mazingira yako ni mabaya kabisa, watu hawakuelewi. Nataka kukuambia cha msingi, endelea kubaki na Mungu. Mungu anakuelewa na anajua kwa nini anakuandaa. Anakuandaa kwa ajili ya hatima fulani, na lazima upite hapo. Kila ambaye alikuwa na hatima kubwa, Bwana alimpitisha jangwani. Hata Yesu mwenyewe, mwanzilishi wa imani yetu, alipitisha jangwani. Itakuweje wewe? Itakuweje wewe usipitie? Lazima upitie. Sio kwamba huna Mungu. Kupitia hayo sio kwamba wewe huombi. Kupitia hayo sio kwamba umelaaniwa. Hapana, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka nikuahidi kitu kimoja. Ikiwa Mungu aliwavusha Israeli kutoka katika hali mbaya jangwani, atakuvusha na wewe. Atakutokea na wewe. Hata kuacha. Haijalishi mambo yako vipi, haijalishi hali ikoje. Wakati mwingine inawezekana unakata tamaa, unaona kabisa hakuna mpenyo. Nataka nikwambie, bado Mungu yuko pamoja na wewe. Bado Bwana yuko pamoja na wewe. Bado anakupenda. Utapenya hapo tu kwa jina la Yesu. Simama pale ulipo. Bado ninakuamini. Bado ninakuamini. Bado ninakuamini. Bado ninakuamini. Bwana Yesu, bado
usifunge milango. Kuinulia mikono yangu kuamini wewe hata katika hali hii, hata katika jangwa hili bado Baba. Mwambie Bwana kwa moyo wako wa dhati, bado Yesu wangu, Yesu wangu, nakuamini wewe Baba, nakuamini wewe, nakuamini wewe, nakutumaini wewe. Ni wewe umeniamini, ni wewe unanijua wewe.